hawezi kurudishwa nyumbani. Piga pale sana. Wanaona kuna wakati inakubalika kuwa ile tunaendeleza hivi. Kwa sababu mara nyingi unakuta mlemavu yuko nyumbani anapoulizwa maswali na daktari wa nyanjani, kwa vile si mlemavu mwenzie anashindwa hata kujiexpress. So tunaomba serikali at least na sisi watuzisikize hizi recommendation zetu tuweze kuajiriwa pale tusaidie wanawake walemavu. Kwa sababu nitakapomuuliza mimi akinitazama vile nilivyo, basi anakuwa na uwazi wa kunieleza. Kwa mfano msichana ni mlemavu labda wa akili, yeye ana haki ya kudungwa sindano kwa sababu kuepuka kule kupewa ujauzito wa mara kwa mara. Lakini kuna mwingine ambaye yuweza kuongea, waona, lakini labda ni mlemavu wa miguu. Kisawa hasa nafaa ulizwe, je, umezaa mtoto wa kwanza ambaye hana baba, umezaa na mtoto wa pili, je, unapendekeza ufanye family planning? Na unahitaji family planning gani ambayo wewe itakuwezesha, ambayo unaona ni sahihi kwako? Kuliko mimi kama mzazi nimemchukua mtoto kwa vile ni mlemavu na mwambia daktari, mdunge huyu. Kwa kuna mambo pia mlemavu ana haki ya kujichagulia kitu ambacho yataka, na yuko na haki ya kurithi, na kama ni mambo na hospitali yuko na haki ya kujipangia uzazi pia. Hizo mwongozo ndio tunaupata zaidi na umefaidi watu wengi, kwa sababu watu wengi wa vijijini hawajui hizo vitu vya kufuata. Sasa kupitia Mama Siri tumeweza kujifunza. Kwa mfano mtoto wangu amefanyika hivi na hivi, najua nitakimbilia wapi kwa urahisi.